Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Sphiratu Online TV. Kwa mara nyingine ambapo sisi tunawasilisha kile ambacho wewe ukijui, basi tuna uwezekano mkubwa kukuletea yale ambayo usiyoyajua, kwa sababu tupo na mashekhe zetu wanaotufunza, lakini pia watu ambao wanaoenda kutuelezea mambo mengi kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu. Leo timu mzima nimetua hapa kwa Sheikh Ahmad Ngoi, bingwa huyo. Kama ushatazama klipu mbalimbali ambazo zikipostiwa kupitia Sphiratu Online TV, Instagram pamoja na e-short ambayo kule YouTube, basi utakuwa ni mwenye kumfahamu na mwenye kumjua. Lakini pia ukifuatilia katika mitandao yake ya kijamii, utakuwa ni mtu ambaye umemwona na kumshuhudia mawaidha na saha ambazo akizitoa. Kila unaposikiliza na saa moja, basi moyo nao unastuka na kusema hapa ndipo sehemu sahihi. Na mimi nikwambie, kama bado hujamfollow katika mitandao ya kijamii, twende sasa tukafollow, alafu ujue ukubwa na maneno ambayo yanayotoa. Basi biidhnillah huwezi kukosekana kuelewa, au mtu ambaye utakuwa haujaelewa zaidi, kwa sababu tunasema maneno ya nasaha ya hikma, busara, basi yamejaa. Twende tupeleke maamkizi yaliyokuwa bora kabisa kwa kumsalimia Sheikh Ahmad Ngoi. Asalamu alaykum mwalimu. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kheri. Alhamdulillah. Naona sura yenye nuru na tabasamu. Alhamdulillah. Hebu tuambie kwanza kidogo, kwanza zile nasaha ambazo unaanzaga nazo, hivi unaandikaga au unasema tungoja kwanza nifanye? Naam, na naandika kabla ya mimi kutoa mawaidha. Na naandika, najua hapa mfano nataka nizungumzie mada kuhusu kifo. Kwa yale maneno na naandika, baada ya kuandika na kuhifadhi vizuri, alafu ndio napita mbele ya kamera pia na yazungumza. Sawa. Hebu tuambie Sheikh Ahmad Ngoi ni nani na elimu yake ya dini aliipata wapi na kifupi? Naam, Sheikh Ahmad bin Ngoi Qadhi kwanza ni kijana ambaye mwenye asili ya Kongo, na nimesoma Kizungu katika level ya diploma. Na baada ya Mwenyezi Mungu kunijalia, ikabidi nije Tanzania Kigoma kusoma. Nimesoma katika chuo cha Ghazali Muslim School katika level ya thanawi. Alhamdulillah, kwa ndo nimemaliza hapo thanawi. Naam. Baada ya elimu ya thanawi tunasema pale Kigoma Ghazali, kuna mashekhi bao pale umepita? Naam, Ghazali nimetoa mashekhi wengi kwa sababu ni chuo kikuu cha marehemu Sheikh Alfani Kiumbe ambacho kwa sasa kinasimamiwa na Sheikh Wesu. Wametoka mashekhi wengi ambao wamefanya makubwa katika nchi na nje ya nchi, kiwemo Sheikh Yusuf Diwani. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Ule ni Ghazali, yaani ni mwanafunzi wa Ghazali. Naam. Sawa, Sheikh Ahmad bin Ngoi Qadhi, hebu tuambie kwamba umezungumza diploma ulipochukua elimu ya Kizungu, lakini pia mpaka kuchukua thanawi huko, elimu hii ya niseme upande huu wa kuja katika masuala mazima ya elimu hii ya dini. Tuambie kwa sasa unaionaje elimu ya dini, lakini pia uhusia wako kwa vijana kuhusiana na masuala mazima ya dini? Naam, mimi binafsi jambo ambalo naweza nikalizungumza ni kusema kuwa kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nisema alhamdulillah, kwa sababu kusoma kwangu dini kumenipatia faida kubwa sana katika maisha yangu, na niseme Uislamu umenisaidia. Nimepata fadhila na thawabu nyingi na mambo mengi kwenye Uislamu. Na mimi sina msaada wowote ambao nimeshausaidia Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio umenikutanisha mimi na wewe kutokana na elimu yangu ya dini, na hivyo ndio umenisaidia mimi nasafiri kwenda nchi mbalimbali kutoka nje. Uislamu ndio umenibeba elimu ya dini. Kwa hiyo imenisaidia. Leo nakuja alhamdulillah, unakuta na kiti na kaa na meza, kwa ni elimu ya dini, na Uislamu ndio umenisaidia kunifanya kufika hapa nilipo. Kwa sina budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa Uislamu umenitoa mbali. Na usia au shauri ambao mimi naweza nikautoa kwa vijana wenzangu ni kuonesha kuwa hatuna ahadi na Mwenyezi Mungu kuwa tutafika kwenye uzee. Hatuna ahadi kwa sababu kifo kinakuja ghafla, na kuna nafsi ya kiumbe chochote inayofahamu kuwa itafia wapi. Hiyo siri anajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunana nafasi ya kupumua, basi ni wajibu wetu kurejea kwa Mwenyezi Mungu na kumtafuta Mwenyezi Mungu. Katika imani yetu ya Kiislamu sio lazima sisi wote kuwa mashehe, lakini ni lazima sisi wote kusoma, kufahamu sheria yetu ya dini. Sio lazima kusema mfahamu Imam Nawawi, mfahamu Ibn Kathir. Kama wewe ni Muislamu ni lazima
usome, ufahamu kuswali, ufahamu baadhi ya sheria za dini yako ni vizuri. Na kama nasemea hivyo kwa sababu kuna wengi ni Waislamu hawajui hata kuswali. Waislamu wanavaa makanzu lakini hata wanachokizungumza kwenye sujud hawajui, kwenye rukuu hawajui. Kwa wafahamu kuwa wanapata madhambi kwa kutokufanya jitihada ya kufanyaje ya kusoma. Kusoma kwa Muislamu wa kiume na wa kike ni lazima, lakini kuwa shekhe sio lazima. Kusoma ni lazima, kuwa shekhe sio lazima. Hapo kwa kitu nigusia mwalimu. Wacha nipate swali sasa. Hivi kuna yule ambaye hafahamu kabisa swala zima la kusoma pale anaposujudu. Naam. Hapa nini ambacho anatakiwa sasa, kama ndio yule mtu ambaye bado hata jitihada ya kusoma hana na anapenda kuswali? Kama hana jitihada ya kusoma inategemeana. Akiwa mathalan alikuwa ni Mkristo alafu yule Mkristo anaingia katika Uislamu, sijui chochote kwa imani yetu, kuwa kwanza atakuwa hana dhambi na kitakachohitajika ni jukumu letu sisi kumfanyia jitihada ya kumwelekeza na kumfundisha kinachohitajika. Lakini kwa yule ambaye ni Muislamu na Aisha fahamishwa kuwa inabidi asome afahamu, swala zake zinakuwa hizo ni baki, haziswi. Kwa sababu haswali chochote, kwenye rukuu hujui anasemaga nini, kwenye sijida anasemaga nini, hujui na hufanyi jitihada ya kufahamu, hana chochote. Anafanya kazi bure. Ndio jitihada ya kusoma. Kuhusiana na vijana umezungumzia hapo. Tunaona vijana wa sasa hivi wengi wapo kwenye dimbwi la mitandao ya kijamii hii. Unadhani inawasaidia vipi Waislamu katika mitandao hii ya kijamii? Naam, mitandao ya kijamii nadhani binafsi kwa namna jinsi ninavyofahamu kuwa ina msaada wa kutusaidia tukapata thawabu kwa Allah, na ina msaada pia wa kutusababisha sisi tukapata madhambi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun 'alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Hakika wale wenye kuwa na tabia ya kupenda kueneza uchafu kwa wale ambao wameshamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika watapata adhabu kali hapa duniani na kesho akhera, na Mwenyezi Mungu anafahamu na sisi hatufahamu. Kuna watu mitandao ya kijamii wanaitumia kuonesha mili yao, wanaitumia kutumia pombe, anachukua na chupa lake la pombe, ana mke wake, ana hawara yake, anatumia na posti kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mabinti wanavaa vibaya, machupi, manini, alafu wanaposti. Wanapokuwa wanaona watu wanapata shauku na kuhamasisha zina. Kwa hiyo anapata madhambi mara mbili. Dhambi ya kwanza ya kutangaza uchafu, na ya pili ya kushawishi wengine wakafanyaje? Wakafuata. Na ndio Mtume SAW akasema, kullu umati muaffan ila mujahirin. Umati wangu wote ni wenye kusamehewa madhambi yao isipokuwa wale wenye kudhihirisha machafu. Kwa pale ambapo mitandao ya kijamii sisi tutaitumia kwa kuelimisha, Mwenyezi Mungu anataka hiki, Mwenyezi Mungu anakataa hiki, Mtume anataka hii, Mtume anakataa hii, tunakuwa tunapata fadhila, kwa sababu utakapofanya jambo moja la heri Mwenyezi Mungu anakulipa 10. Kwa pale ambapo mitandao ya kijamii tutaitumia katika kuelimisha, tunapata thawabu kwa Allah, na pale ambapo tutaitumia katika kupotosha tunapata madhambi kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Sasa hebu tuangalie vijana sasa kuhusiana na mitandao ya kijamii. Vijana wa Kiislamu wanapaswa kutumia vipi njia hii ya mitandao ya kijamii? Naam, kwa nasaha ambayo mimi naweza nikaitoa ni kwa kuwakumbusha tu, kama namna nilivyozungumza awali ya kuwa hatuna ahadi na Mwenyezi Mungu ya kuwa tutafika katika uzee kwa kusema tumesha saini naye. Amna. Kuna watoto wadogo ambao wanazaliwa na wadhambi wanakufa, kuna mama na mimba anakufa, kuna wazee wanakufa, kuna vijana wanakufa, kwa watu wa sampuli yoyote wale. Mwenyezi Mungu akiamua kukuchukua haulizwi na yote, anachukua. Kama una uhakika na yakini katika nafsi yako kuwa ipo siku hutoweza kuzungumza, utabebwa, utapelekwa kaburini, hutokuwa na msaada wowote, rejea kwa Allah tu. Kwa sababu mazuri tunayafahamu. Mwenyezi Mungu kaisha tubainishia. Tunajua hiki kitu ni kizuri na hiki ni kibaya. Mtandao wako wa kijamii sio lazima tu kutoa mawaidha. Kuna watu wanatengeneza content za ushauri tu. Unakaa kwenye ushauri unazungumza pointi 1, 2, 3 ambayo itasaidia watu. Fahamu kwa Mwenyezi Mungu ana sifa ya dhulma. Thawabu yako Mwenyezi Mungu atakupatia. Mwenyezi Mungu anasema fajazaa bima kanu yaksibun. Watu watalipwa au watu watavuna kutokana na yale walioyapanda.
Kama ulipanda heri utavuna heri, kama ulipanda shari utavuna shari. Kwa tunafahamu hili jambo ni zuri na hili jambo ni baya. Haina haja, kwa sababu mashekhe wanazungumza usiku na mchana. Mawaidha ya mashekhe kwenye YouTube, TikTok zinapatikana. Tunafahamu kila kitu. Sawa. Kuna mtu anaweza kaa na waza Sheikh Ahmad bin Ngoi Qadhi ni shekhe na anafanya nini? Hebu tumbainishie. Sheikh Ahmad ni shekhe peke yake au kuna badala ya ushekhe kuna kitu kingine anakifanya? Maybe tunasema mtu wa nashdi au ni mtu wa kusoma Qur'an? Naam, kwanza jambo hili kutokana na swali ambayo naliuliza ni nzuri. Mimi sio mtu wa nashid wala mimi sio mtu wa kasaida. Mimi hata shekhe naitwa na wala ambao wananiita shekhe, lakini mbele ya mashekhe mimi ni mdhalili. Na pia mimi nawapenda sana watu ambao wamebobea sana kwenye Qur'ani, lakini mimi sina ile kipaji, sio miongoni mwao, lakini natamani sana kuwa hivyo. Mimi kazi yangu ni dawa, yani mimi kutoa mawaidha moja, mbili, tatu ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa amenipatia istitaa ya kuifahamu, pia na mimi naifikisha kwa jamii. Kwa ni hivyo, sina kazi nyingine tofauti na kutoa mawaidha. Sawa. Katika Tanzania yetu ama niseme katika Uislamu kuna mashehe mbalimbali ambao wako wanatoa mawaidha, wanazungumza vizuri kwa fasa. Shehe gani ambaye anakuvutia sana? Naam, mimi shekhe anayenivutia ambaye nampenda sana na kila siku namwombea dua kwa Allah Mwenyezi Mungu ampatie umri mrefu, na namuiga sana na natamani inshallah Mwenyezi Mungu pia anikutanishe naye. Ni Sheikh Muhammad Al-Hadi Al-Hatimi. Namkubali sana. Nilikuwa namfuatilia, bado nasoma, niko katika level ya idadia, nimeingia ibtidai, mtawasit mpaka namaliza thanawi. Kwa ni shekhe namba moja anayenivutia sana katika uzungumzaji wake, ufikishaji wake. Kwa alhamdulillah, yani ndio shekhe ambaye mimi namkubali, ijapokuwa wengine wote wapo wazuri na wanazungumza vizuri na wanafikisha dawa vizuri, lakini modo wangu ambao mimi nampenda sana ni Sheikh Muhammad Al-Hadi Al-Hatimi. Sawa. Tunaona tuzo zimejaa. Ndio. Natamani kujua kila tuzo moja ilikuwa na maana gani, tafsiri yake ni nini, na kwa nini ilikuwa ni tuzo? Naam. Hizo tuzo kwanza hapo zipo 3. Tuzo ya kwanza nilipewa 2022 Uganda. Tuliendaka kwenye mashindano, na yale mashindano ambayo tulienda nayo Uganda ilikuwa ni mashindano ya kidini na yalikuwa yanahusiana kuwa na katika uzungumzaji. Mnaweza mkasimamishwa labda watu 5 au mnasimamishwa 6, wanawapatia mada moja, kila mtu aizungumze hapo wima. Kwa alhamdulillah Mwenyezi Mungu akanijalia, nikaonekana kuwa mimi nipo vizuri kidogo tofauti labda na wengine, na ndio nikachukua tuzo ya kwanza, ni ile ambayo inakaa kama kombe hapo. Tuzo ya pili ni tuzo hii ambayo nimetoka kuichukua Uganda. Naam. Hiyo ndio ya kwanza, ilikuwa 2022 ndio nilipewa hiyo Uganda. Nadhani kama 8 zimeshafutika. Tuzo ya pili ni tuzo ambayo nimechukua mwaka wa 2025, nimechukua pia Uganda. Kulikuwa mashindano ya kidini kila nchi ya East Africa walikuwa wanachukua kijana umoja wa kwenda kufanya tena mashindano katika uzungumzaji wa mawaidha. Na tuliondoka nchi tofauti, lakini mimi nilipata na nafasi ya kwenda kuipresent Tanzania. Tukazungumza, alikuwepo kiongozi mkuu, rais mkuu wa nchi ya Uganda, Mheshimiwa Obinna na Banja. Alikuwepo na ndio tukabidhi ile tuzo, nikashika tena na nafasi ya kwanza katika motivation speaker. Hani nikachukua tuzo pamoja na cheti hicho. Hizo zote mbili hizo ndio ni mwaka tofauti. Ni mwaka tofauti, 2022 na 2025. Naam. Sawa. Sasa hii inatupa hamasa kwa vijana. Unadhani vijana wana hamasa gani kuhusiana na kukuangalia kuhusiana na swala zima hili la nasaha, lakini pia umezungumza kwamba uliwekwa mbele katika vijana 3 basi ukawa wa kwanza. Wakati unaanza hivi unaona kwamba utaweza?
ilikuwaje kwako? Natamani kujua hiyo hali kwako. Naam, hiyo hali kwanza moja, kitu ambacho ninachomshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu napeana na ujasiri. Niliwahi kufundishwa na mwalimu wangu mmoja anaitwa Sheikh Uwais Muhammad Khalfani Kiumbe. Akaniambia sehemu yoyote ile ambayo unaweza ukapata nafasi ya kuingia kwenye mashindano ya kidini au mashindano yoyote ile mbele ya mashehe na viongozi, ondoa oga, jambo la kwanza. Na jambo la pili, jifanye wale wanaokutizama wewe kama vile hawajui. Yaani ujifanye wewe ndio unajua. Hapo utaenda vizuri na hutokosea. Lakini ukiangalia Sheikh Yusuf Diani yupo, Shalahati yupo, inakuwa ni vigumu, lazima ukosee kwa uoga, kwa sababu wanaosimama pale ni miamba na wanafahamika. Ila ukiwa na ujasiri na wazidi, yani unaweza pia ukaperform. Kwa mimi binafsi sikuwa na uoga wote, nilikuwa na imani kuwa nitajitahidi na nitapita. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akanijalia nikapata nafasi. Sawa. Kuendelea kipindi chetu cha mwisho, hebu tuambie neno lolote lile la nasaha. Mimi natamani sana kupata nasaha tu kuliko hata kukuoje. Hebu tupe nasaha fupi ambayo wapenzi watazamaji wanatamani kuisikia. Lakini zaidi, kabla ya nasaha niulize swali. Kwa nini unapenda sana nasaha za kufa? Naam. Nadhani ni swali utakuwa ni mtu wa tatu kuniuliza. Watu wengi sana wananiuliza kwa sababu waga mara nyingi ukitizama mawaidha yangu nazungumzia sana mambo ya kufa. Na lengo kuu la kuwa napenda sana kuzungumzia kufa kwa sababu kwa mwanadamu yeyote mwenye kuwa na akili na mwenye kufikiri, tunafundishwa na bidii kuwa kila siku afikiri kufa. Haya yote tunayofanya yote, tusafiri, tuwe na mapesa, tuwe na umaarufu, tuwe na kadha, mwisho wake ni kufa. Kwa hiyo ni vizuri sana waga mara nyingi sana, katika 100% ya mawaidha yangu 85 ni kukumbusha watu kunako kufa. Kwa sababu kufa, ukikaa unafikiri kufa, yani ukafikiri kufa, utakuwa na uoga na Mungu. Hakika utamuogopa Allah. Ukitizama ulikuwa na watu ambao unajua wao ni matajiri, walikuwa marafiki zako wanakaa na wewe, yani ulikuwa na watu ambao mwenyewe unawafahamu, na leo ukienda kwenye kaburi lao kaite fulani, hata kuitikia. Ukiwa na yakini na imani, ukitizama hilo, Mtume SAW anasema kifo yatosha mawaidha kwa Muislamu. Kwa ndio maana waga mara nyingi sana napenda kuwarejesha ndugu zangu, kuonesha kuwa yote tunayofanya mwisho wake ni hapa. Naam. Sawa. Tupe nasaha sasa za mwisho. Naam, na nasaha ambayo nitaitoa kwa sababu nadhani mengi yamehojiwa hapa na mengi pia nimeyazungumza. Nasaha yangu fupi ni kurejea tu kwa Mwenyezi Mungu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umekaribia, takriban itakuwa ni wiki na masiku za kuhesabu, tutakuwa tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pale ambapo Mwenyezi Mungu atakuwa ametujalia istitaa na kutupatia uwezo wa sisi kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni fursa kubwa sana hii ambayo inabidi tuitumie kwa ajili ya kufanya toba kwa wingi na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu maiti inakuja ghafla. Ushauri wangu na nasaha yangu kwa ndugu zangu, hakikisheni mwezi mtukufu wa Ramadhani usipite kavu. Hiyo ni fursa ya sisi kurejea kwa Mwenyezi Mungu, na tujikinge itakapokuwa imemalizika Ramadhani, basi tubaki katika hiyo njia ambayo tutakuwa tumechagua ya heri, ili tupate mwisho mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sawa. Penzi mtazamaji wa Sfirat Online TV, Sheikh Ahmad bin Ngoy Qadhi amezungumza hapo kuhusiana na nasaha ambazo amezitoa. Kitu ambacho nimetamani ama kukijua zaidi na nimekijua kuhusiana na siri, kwa nini anapenda sana kuzungumza kuhusiana na umauti, kifo. Kwa nini nasaha zimekuwa nyingi kuhusiana na kifo, lakini kama tunavyokumbushana kwamba hata Mtume anasema kifo kinafaa kuwa mawaidha tosha kwa wanadamu. Hivyo tulidhike na kile ambacho kinatolewa hasa mashehe zetu, nasaha tuzibebe. Na amezungumzia hapa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, zimebaki siku kadhaa tu tuweze kujikinga nazo na kujilinda nazo, lakini pia hata itapoisha mwezi mtukufu wa Ramadhani basi tuwe wenye imara na kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikwambie sina la ziada. Kile ambacho unapaswa kukijua umekifahamu, lakini kile ambacho unahisi sijauliza, basi comment hapo
sema kitu gani sijauliza, ili hata kipindi kijacho tutakuja kuzungumza. Na nikwambie tu kitu kikubwa kwamba utakuja kuyaona mawaidha hapo mbele na mada mbalimbali kutokea kwa Sheikh Ahmad bin Ghoil Qadhi, ambayo tutakuwa tunauliza, lakini pia nyinyi wapenzi watazamaji mtakuwa pia mnaoji. Lakini vipindi vijavyo tutaangalia, tunaweza tukawa live kabisa, ambapo vipindi hivi vitakuwa vinaruka live kwa ajili ya kuweza kupata mawaidha mbalimbali na kutujengea misingi iliyokuwa bora sisi kama Waislamu. Nikwambie sina la zaidi, langu jina ni Ramadhani, lakini pia nyuma kamera Shabiru, ambaye umeona picha mzuri kutokea hapa ambapo sisi tumezungumza na Sheikh Ahmad bin Ghoil Qadhi. Sisi tunasema Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri na baraka. Hata wewe pia unitazama, Allah akujalie kheri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unafika, tujikinge, tujipende na kuweza kuthamini na kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani bila kusahau kufanya ibada insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.